niko hospitali Kitahamaka, nimemwona barobaro. Yani si barobaro kwa maana kijana tayari ni mtu ana watu familia, amekuja na mama mwenyewe ni matuhu al-aqli, yani taira akili zake sisi kiamu nena ni waiwayo mapeku akili hazimo. Mara umeketi nena nitamani popcorn, kijana mbio ende dukani akamletea popcorn, akiletewa katiti akila nataka sijui pipi, nataka paramanti, kijana ende mbio dukani amlete paramanti, nataka sijui ni ule daktari akamuuliza huyu mamako ana nini, akamwambia mgonjwa. Huyu nani yako? Akamwambia huyu ni mamangu. Huyu mama amekulea vipi wewe? Akasema la, huyu mamangu aliozeshwa na yeye akili alikoko, aliozeshwa babangu akili, lakini hivi babangu akafa, mimi ni mtoto mdogo, nikalewa na nyanyangu. Nyanyangu akinilea mimi, yani mamake mama akimlea na huyu mama. Ilikuwa akili zake zamani kabla hajaolewa hazimo, lakini si hivyo, lakini kwa mazazi akili ndo ilibast. Nyanyangu mzaa mamangu akamtulea mimi na mama. Nyanya Mungu amemkhitari, lakini amemkhitari wakati mimi tayari sasa nimeshakuwa ni mtu, nafanya kazi, nimesoma, nafanya kazi, nina mke na watoto alhamdulillah. Hapa nikwambia, hapo mimi na mke na watoto wawili. Akamwambia, na nani anayemshughulikia mamako? Akasema ni mimi mwenyewe. Choni? Akamwambia ni mimi mwenyewe. Kwa nini usimwatie mke wako? Kwa nini usimwatie mke wako? Asema mke wangu ana majukumu ya nyumbani, asimamia, Mungu amjaze kheri, mayakasir, humpikia chakula, lakini mamangu ni haya, anaweza kutukana, anaweza sitaki. Mimi ni mamangu itakavyokuwa, mimi akinifanya lolote nacheka, mara atakutupia mate, mara kutupia chakula, mara aweza kukufanya jambo lolote. Hakuna weza, yule ni mamake mumewe tu. Exactly. Binadamu kampitikia, ingawa alhamdulillah namshukuru mke wangu amheshimu sana mamangu, lakini sipendi aje audhiwe, ni mama. Asema unamuingisha chooni? Akamwambia ni mimi pia, namuogesha, na badilisha pampers, nafanya nini, nafanya kila kitu. Na kazi? Akamwambia naenda kazini, nikirudi huwa nimemwata mama hivyo hivyo, alhamdulillah wakati siko, lakini nikirudi mimi ni kazini na nyumbani, sina kitu kingine kwa sababu ya mama. Asema tumekaa na chumbani kwangu kuna TV, mara kukaoneshwa Maka, mama akaruka, nataka Maka, nataka kwenda Maka. Akamwambia marhaba mama. Yule mtoto akatoa simu pale pale, akampigia agent, akamwambia niwekea tikiti 2, nitakwenda mimi na mamangu Maka. Akamwambia lakini huyu mamako si lazima umra. Akamwambia mimi sitaki mamangu atamani kitu afe, na roho yake alikuwa atamani kitu na mimi naweza kumfanyia. Sema na daktari, niliondoka pale nikalia sana, akalia sana. Sema sisi tuna mamama wenye akili, watamani kitu hatuwafanyi. Huyu mamake hastahiki kwenda Maka, lakini hataki mamake atamani kitu ampuze kwamba hana akili huyu, afe kisha na kwenye roho yake kuna dukuduku, alitamani kitu fulani na yaweza kumfanyia mamake, hakumfanyia. Subhanallah, subhanallah.
Yani tu hata mtu yuacha mama nyumbani mgonjwa, hebu niambie, billahi alayki, umekwenda harusini, umeletewa salamu, mamako amekufa, una uso gani wewe? Kwani mama alikuwa na nini? Alikuwa hasikiki vizuri. Na ukaenda harusini, wallahi humpendi mamako, wallahi humpendi babako. Lakini tuweni wa kweli, lao ingekuwa mumeo mgonjwa hungetoka. Lao ingekuwa mgonjwa ni mume wako hungetoka, wamuonea tu huyo mama. Lakini ingekuwa mgonjwa ni mume wako hungetoka. Sasa birrul walidaini, kuwatenda zema wazazi wawili, si kuwabusu. Kuna mambo zaidi ya hapo. Tafuta moyo wao watamani kitu gani, kifanye. Wafurahia jambo gani, wafurahishe, lifanye hilo la kuwafurahisha. Wachukia jambo gani, epuka. Watamani kitu gani, madamu unao uwezo usichelewe kuwafanyia. Wapumbaa na jambo gani, hata kama la kuudhi wewe, mfanyie mzazi wako. Nataka niwashe TV, mimi nitakulala, mwashie. Wazazi wako wapenda wewe ulale mapema, lala. Hata kama mwenyewe wapenda mwanzo ukae uangalie mipira uangalie nini, madamu mzazi wako furaha yake wewe ulale mapema, lala mapema. Tahadhari unachokitumia kwa wazazi wako ukiwekea hisabu. Akikuuliza ghali, mwambie la, rahisi sana mama, wallahi hata sikutumia senti nyingi. So hakuna chenye thamani mbele ya wazazi, na unapokuona kitu kina thamani kushinda wazazi, basi wewe hujui thamani ya mzazi. Kitu chochote chenye bei yoyote ukikompea na mzazi hakina thamani. It's cheap. Umemjengea mamako nyumba milioni 50, hujatoa kitu. Lakini ya nini umjengea nyumba milioni 50? Mjengea msikiti wa milioni 50. Yule amejengea mamake msikiti, ataka kumjengea nyumba. Mama uketi kwenye nyumba ya kupangisha. Ndiyo, watu watasema hapa mama ukaa kwenye nyumba ya kupangisha, lakini peponi atakuwa na jijumba kwa sababu amemjengea Mwenyezi Mungu nyumba hapa. Mimi katika watu ambao kwamba nina ghibta na wao. Ghibta yani ni kutamani nifanye kama wafanya wao, ni kumsikia mtu amemjengea mzazi wake msikiti. Mwenyezi Mungu na sisi atatupa uwezo, tuwajengee wazazi wetu misikiti, waliokuwa hai na waliotangulia, na kuwafanyia au na kuwapeleka Maka na Madina.